magrupu yetu, kwenye vijiwe vyetu, popote pale ambapo wanasimba tunakutana, mazungumzo ni namna gani tunachukua ubingwa huu wa Afrika, na wala sio kunung'unika mechi imepelekwa uwanja wa Amani. Uwanja wa Amani ni uwanja wetu, uwanja wa Amani ni nyumbani kwetu, ni uwanja ambao unakwenda kutupa ubingwa wa Afrika msimu huu. Uwanja wa Amani ndio ambao umetupeleka fainali ya kombe la shirikisho baada ya miaka mingi kupita, na uwanja huu wa Amani unakwenda kutupa ubingwa wa Afrika kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa, mikakati yetu, mipango yetu, maandalizi yetu ni namna gani mnyama anakwenda kuchukua ubingwa wa Afrika. Na Simba hii tumeshapata matokeo mazuri Angola. Simba hii tumepata matokeo mazuri Libya. Simba hii tumepata matokeo mazuri Tunisia. Na Simba hii haishindwi kupata matokeo mazuri Amani Zanzibar. Tuna uwezo, tuna ubora, na tuna kila sababu ya kupata matokeo mazuri na kuchukua ubingwa wa Afrika pale pale visiwani Zanzibar. Uwanja usiwe kikwazo na wala usiwe kisingizio. Sisi tuna timu bora mno, tuna wachezaji wazuri mno, tuna benchi la ufundi lenye wataalamu wengi na bora kweli kweli. Wana uwezo wa kutupa matokeo mazuri katika uwanja wowote ule. Tulikuwa wachache mno Tripoli Libya, Simba ikafanikiwa kuchukua sare mbele ya mashabiki 50,000 wa Al Ahly Tripoli. Tulikuwa wenyewe Stade Rennes Tunisia, Simba akashinda bao 1-0. Tulikuwa wenyewe pale Luanda Angola, Simba anachukua sare ya bao 1-1, anaondoka na alama 1, tunakwenda kuongoza kundi. Hatuwezi kushindwa Simba hii mbele ya mashabiki wetu 15,000, tukashindwa kupata matokeo ushindi pale, tukachukua ubingwa, Afrika ikafurahi. Ndugu zangu wana Simba, bao 2 ambazo ametangulia RS Berkane kwetu ziwe kama kichocheo za kutuongezea nguvu kwenda kufanya ukatili zaidi. Na msimu huu kila timu ambayo ilitufunga nyumbani kwetu tulimfunga. CS Constantine alitufunga nyumbani kwake bao 2-0, Benjamin Mkapa akafa bao 2-0. Hiyo ndio Simba Sports Club. Al Masry alitufunga nyumbani kwao bao 2-0, akaja Benjamin Mkapa akapasuka kwa penalti. Hiyo ndio Simba Sports Club. Kila ambaye alitufunga nyumbani kwetu tumemfunga, na hata RS Berkane ametufunga nyumbani kwetu Tanzania tutamfunga. Na hili yeye mwenyewe analifahamu. Wakati tunacheza kwenye group stage msimu wa mwaka juzi, kombe hili la shirikisho, alitufunga nyumbani kwetu tutamfunga. Ameshatufunga nyumbani kwake, amemaliza mechi yake. Sasa tumebakisha mechi yetu sisi wana Simba. Twendeni tukamfunge Berkane, na inawezekana sana kwa aina timu ambayo tuko nayo. Ndugu zangu wana Simba, itakuwa ni fedheha isiyokuwa na kifani. Kombe liko katika ardhi ya nyumbani kwetu, alafu kombe hili likaondoka na mgeni. Hili ni katika jambo ambalo wana Simba litatuumiza miaka na mikaka. Nguvu yetu yote inaelekea uwanja wa Amani. Wapo wanaofikiria kwamba Simba tunaogopa kwenda kucheza Zanzibar, ama wanaofikiria kwamba Simba hatuwezi kupata matokeo katika uwanja wa Amani. Kila mtu ana fikra zake, lakini sababu ya msingi ya kiutawala ambayo ilitufanya sisi tupiganie kucheza uwanja Benjamin Mkapa ni kutokana na ukweli ya kwamba hili ni tukio kubwa mno la kimpira barani Afrika. Hii ni jambo la kihistoria kwa Simba Sports Club. Tunaamini ya kwamba kila mwana Simba alikuwa na kiu na shauku na hamu
ya kuja kushuhudia huu mchezo huu wa fainali, na kwa mantiki hiyo tulitegemea kuona watu wengi zaidi wakija Benjamin Mkapa waje wauone huu mchezo, na hilo linathibitika na ukweli ya kwamba punde tu mara baada ya kutangaza kuanza kuuza tiketi, kasi ya manunuzi ya tiketi ilionekana kwa muda wa siku 2-3 haijawahi kutokea Tanzania, wala Simba Sports Club hatujawahi kuwa na rekodi kama hiyo ya kuuza tiketi nyingi ndani ya muda mfupi. Hii ni ishara ya kwamba watu wengi walikuwa na shauku ya kuja kuutazama huu mchezo. Mimi bahati nzuri na rekodi nzuri ya mikoa ambayo huwa inakuja kila mechi, lakini safari hii kuna mikoa ambayo nimeiona inakuja kwenye mchezo huu, nikasema huu mchezo sio wa kawaida. Kama mpaka mkoa huu wanatoa usafiri na kuja Benjamin Mkapa, ni ishara kwamba watu wengi wanataka kuishuhudia hii fainali. Hiyo ndio sababu pekee ya msingi ambao sisi tulitaka mechi ichezwe Benjamin Mkapa, ili watu 60,000 waje waishuhudie mechi hii. Lakini sababu nyingine ambayo hatukutaka mechi kwenda Zanzibar ni kutokana na ukweli ya kwamba shabiki ameshalipa nauli yake ya Laki1 kutoka Mwanza, akifika Dar es Salaam achukue tiketi nyingine ya 35,000 kwenda Zanzibar, kwenda na kurudi 70,000. Yani nauli peke yake kwa shabiki huyu ni Laki170, ukijumlisha na tiketi ya kuingilia uwanjani Laki80. Kulala Zanzibar, maana yake kwa shabiki wa kawaida tu ambaye anahitaji kuiona hii fainali, kwa wale ambao wanatoka asiwe na chini ya Laki3. Sisi viongozi wa Simba tukasema huu ni mzigo mzito kweli kweli kwa mashabiki wetu. Acha tupambanie mechi ichezwe Dar es Salaam, ili wa mikoani atakayelipa nauli yake kutoka mikoani akifika Dar es Salaam ya uwanjani, mechi inaisha, anarudi nyumbani kwao. Lakini kwa Zanzibar gharama inakuwa kubwa mno kwa watu wetu, na sisi tumewekeza mioyo yetu kwa mashabiki wetu. Kwa hiyo tulipambana kwa nguvu yote kwa unafuu wa kuishuhudia hii mechi. Na kwa Dar es Salaam mechi ikiisha hata saa 2 saa 3 mnaweza mkaingia kwenye coastal yenu mkageuza mkoani kwenu. Kwa Zanzibar lazima mlale, gharama ni kubwa kweli kweli. Ndio maana tukawekeza nguvu kubwa kupambana mechi iwe Dar. Lakini tumeshindwa. Mechi sasa imepelekwa Amani. Baada ya mechi kupelekwa Amani, sisi kama timu kubwa tunapaswa kufanya kitu gani? Ni kufanya maandalizi kuelekea Amani. Muda tena wa kuomboleza, muda tena wa kusema pambaneni tubaki Benjamin Mkapa, muda wa kuendelea kupambana kubaki Benjamin Mkapa umeshakwisha. Muda uliobaki sasa ni muda wa maandalizi kwenda uwanja wa Amani Zanzibar. Hipo ndicho ambacho kiko mbele yetu sisi wana Simba. Lazima tukubali huu ukweli na tuanze maandalizi. Na kwa nini tuanze maandalizi? Kwa sababu lengo letu linabaki lile lile.